jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Wapendwa ndugu zangu, karibuni katika adhimisho hili. Tunapoadhimisha Jumapili ya 29 ya mwaka wa kanisa. Jumapili ya leo tunaadhimisha Jumapili ya misioni, tukiombea umisionari wa kanisa, utume wa kanisa uzidi kusonga mbele na imani izidi kukua, hasa maeneo yale ambayo imani Katoliki bado haijafika. Tunaombea mapadri, watawa na wale wote wanaohusika katika kuieneza Injili. Mungu awatie nguvu na mwanga wake ili waweze kufanya hivyo bila uoga. Pia tunajiombea sisi ambao pia ni wamisionari kwa namna moja au nyingine, tuendelee kutangaza Injili kwa matendo yetu mema. Brothers and sisters, we are celebrating the Mission Sunday. We pray for the missions of the church. We pray also for those who have the chance to spread the word of God to different parts of the world. And in this Eucharist celebration, we pray for Paul Waweru, the father of Father Simon Ngujuna, who is sick and hospitalized in Kenya. As we pray this Mass, let us pray for him so that he may receive power of healing and he may recover. Tukiri makosa yetu, tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe makosa yetu yote na atufikishe kwenye uzima wa milele.
milele. Utuwezeshe daima kuyafuata mapenzi yako kwa uchaji na kuitumikia fahari yako kwa moyo mnyofu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Kutoka. Siku zile, Waamaleki walitokea wakashambulia Israeli huko Refidimu. Basi Musa akamwambia Yoshua, chagua watu na kesho asubuhi utoke kupigana na Amaleki. Mimi nitasimama juu ya kilima na ile fimbo ya Mungu itakuwa mkononi mwangu. Yoshua
Akafanya kama alivyoambiwa na Musa, akatoka kupigana na Amaleki. Musa, Haruni na Huri wakawa wamepanda juu ya kilima. Ikawa Musa alipoinua mikono yake, Israeli ilishinda. Alipoacha mikono kushuka, Amaleki ilishinda. Kwa kuwa mikono ya Musa ilichoka, walitwaa jiwe, wakaliweka chini yake. Akaketi juu yake. Haruni na Huri wakategemeza mikono yake, mmoja upande huu na mwingine upande huo. Na hivi mikono ya Musa haikulegea tena mpaka jua lilipokuchwa. Yoshua akamshinda Amaleki na watu wake kwa makali ya upanga. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia. Msaada wetu kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia, na dunia. Msaada wetu kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia, na dunia. Msaada wetu kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia, na dunia. Msaada wetu katika Ninainua macho yangu nitazame milima, milima. Msaada wangu utatoka wapi? Utatoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana, watoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na dunia, na dunia. msaada wetu kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia, na dunia. Asiuache mguu wako uteleze, uteleze. Asinzie yule anayekulinda, anayekulinda. Naam, hatazinzia wala hatalala
wa kulia. Mchana jua halitakuchoma, halitakuchoma, wala wezi usiku, wala wezi usiku. Bwana atakukinga na uovu wowote, uovu wowote. Atalinda roho yako, atalinda roho yako. Bwana atakulinda unapotoka na unaporudi, na unaporudi, tangu sasa na hata milele, hata milele. Msaada wetu kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana, aliyezifanya mbingu na dunia, na dunia. Somo la pili. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mpendwa, wewe uyashikilie uliofundishwa na kuyaamini. Umewajua waliokufundisha. Tangu utoto wako umeyajua maandiko matakatifu, nayo yana uwezo wa kukupatia hekima upate kuokoka kwa nguvu ya imani iliyomo katika Kristo Yesu. Kila andiko lililotungwa kwa pumzi ya Mungu lafaa pia kwa kufundisha, kukanusha makosa, kuwaongoza watu na kuwazoeza njia ya uadilifu. Hivyo mtu wa Mungu anatengenezwa na kutayarishwa kufanya kila tendo jema. Na kusihi sana mbele ya Mungu na Kristo Yesu atakaye kuja kuwahukumu wazima na wafu, na kwa ujio wake na ufalme wake, litangaze neno, sisitiza, hakikisha, onya, himiza kwa uvumilivu wote na elimu. Neno la Bwana. Hallelujah.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The Gospel of Luke, chapter 18, verse 1 to 8. Jesus told his disciples a parable about necessity for them to pray always without becoming weary. He said, there was a judge in a certain town who neither feared God nor respected a human being. And a widow in that town used to come to him and say, render a just decision for me against my adversary. For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, while it is true that I neither fear God nor respect a human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me. The Lord said, pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? While he is slow to answer them, will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, we are celebrating today the 29th Sunday in the ordinary time. And as we celebrate this Sunday, we also celebrate the Mission Sunday. And it is not only the Mission Sunday, but we say it is a World Mission Sunday. That means the Catholic Church all over the world, they are invited to meditate on missions. And we encounter in this Sunday the special reflection about persistent in prayer. To persist in prayer. To persist in prayer, it means is a courage moment to pray without losing heart. Udunifu wa sala, kudumu katika sala, ambapo tunaona ni kusali bila kukata tamaa, without losing heart. Dear brothers and sisters, as we are invited this Sunday to pray, we ask ourselves, what is the meaning of prayer? And why do we pray? What is the meaning of prayer? And why do we pray? Prayer is a direct communication with God. A direct communication. If we want to communicate with God, we have to be in the moment of prayer. And even when we celebrate Mass, like now, we are praying and we are in direct communication with God. Tuko kwenye mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Tunavyosali namna hii ni mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Na tunaambiwa
The celebration of Mass is the apex of all prayer. Kwa hiyo misa takatifu ndio sala iliyo kuu. Ndio maana tunaalikwa usicheze na misa takatifu, kwa sababu ndio sala iliyo kuu. In the celebration of Mass is where we celebrate God Himself, and we are in the direct communication with God, and God Himself entered into our body. Ndio maana tunapokea Ekaristi. Na tusipoadhimisha Ekaristi hamna misa. Baada ya kija akisema amechoka, tufanye tu mahubiri alafu tumalizie, tuchukue Ekaristi kwa tabernakulo, hamna kufanya mageuzi, hamna misa, kwa sababu Yesu hakushuka altareni. Tunapoalikwa kutafakari juu ya sala, tumeona kwenye somo la kwanza, we have seen in the first reading, Moses pray by raising up his hand. Kwa hiyo prayer needs different gestures. Ndio maana usimcheke mtu anayesali. Kuna thrice in our place we have those charismatic movement. They pray with emotion. Don't laugh at them. It's the way where they can communicate with God. They pray with emotion. And some people say they are confused. They are confused. They have demons. That's why they pray like that. But in today's reading, a first reading, we hear Moses raising up his hands, kama padre anapofanya altareni. Padre anainua mkono, ishara ya sala. Moses raised up his hands. It was a symbol of prayer. Na tunaambiwa alipoinua mikono, Waisraeli walishinda. Sala ilileta mafanikio. Aliposhusha mikono, walipigwa. Alipata kibano. Neno la Kiswahili la mtaani anasema utapata kibano, maana yake you will be beaten. Kwa hiyo Waisraeli, Musa aliposhusha mikono, Waisraeli walishindwa. They were defeated. When Moses raised up his hands, Israel wins the war. But when the hands were down, Israel were defeated. It means Amalek defeated Israel. Hapa tunapata fundisho kuu siku ya leo, ndugu zangu, kwamba sala ni kusali muda wote. Hakuna kushusha mikono. Ukishusha mikono utashindwa. Kama wewe ni mtu wa sala, ni muda wote. Every time you are supposed to pray. We are supposed to pray without losing heart. Every moment, even if your life is good. Tunasema maisha yako mwake. Neno la Kiswahili jipya. Maana yake yako mazuri, mwake. Kiona vijana Kiswahili kinaendelea kukua, kuingizwa maneno mapya. Maisha yako mwake. Yako bwe. Yako vizuri. Hata kama maisha yako vizuri, when your life is good, you are supposed to pray. Even if your life is good, is all set, you are supposed to pray. Mara nyingi tunajisahau. When we have all things right, we don't pray. Ukiwa na shida ndio unasali. Fikiria ni mara ngapi I have stayed here in the United States kama miaka miwili sasa. Misa nyingi, nia nyingi za misa ni za kuombea marehemu. Kweli si kweli? Kwa sisi ni utamaduni tu wa kifo. Kwa hiyo tujiombei sisi wala tushukuru. They pray for the deceased. Unaona misa Jumatatu namwombea huyu. Mimi nasema na sisi mbona hata sijaona mtu ananiombea mimi?
Do you pray for your friend? Do you pray for your friend? Yes, you have to pray for your friend, for your kids, for your family, for the Kenyan community. Misia, yani unatakiwa siku moja unasema, oh, naenda kutolea misa yangu kuwaombea jumuiya yangu ya Wakenya. Hata kama tunaendelea vizuri, naona jumuiya inaendelea vizuri, we have to pray. So we are supposed to pray without losing heart. Na angalia huyu Musa nao wana wa Israeli. Huyu Aaron na Huri, Aaron and Huri, they only stay there like a pumpkin. They are not praying. They only lift the hands of Moses. They only stay there. They were not praying. Why don't they pray? They are lifting the hands of Moses so that when Moses pray, the Israelites wins the war. Lakini huyu Aaron na Huri, wao ni wakoje? Mbona hatuoni wanasali? It gives us a lesson that the prayers of others can help us. Don't think I have to pray for myself. The prayers of others, they can help us. How do you feel when someone tells you, pray for me? Mtu anapita hivi anakuambia, Emmanuel, pray for me. Unasema, hey, I will pray for you. Hata hujamuuliza jina lako ni nani. Oh, Emmanuel, pray for me. Oh, I will pray for you. You take it for granted. We take for granted when someone tells us, pray for me. You are telling someone you are going to church and he says, or she said, pray for me. Sometimes we take for granted. Amekuona wewe ni Musa. Na kama mtu hajakwambia niombe, una shida. Unakaa mwaka mtu hajakwambia pray for me, una shida. Mtu anapokuambia niombe, amekuona wewe ni Musa. Maana yake mikono yako ikiinuliwa, ukiinua mikono yako, anashinda. Matatizo yake kwisha. Mimi mtu akiniambia nimuombe na furahi, nasema kumbe ameniona Musa. Na wewe mtu akikwambia muombe, furahi. Useme, wala sitakumbuka. I will not remember to pray for you. I have a lot of things in my head. Furahi. Because he or she has seen you as a Moses. That when you lift up your hands, he or she will have what she needs or he needs in the life here on earth. Kwa hiyo hapo tunapata fundisho. Lakini hata kama kazi yako ni kuinua mikono, kuna wengine kazi yetu ni kuinua mikono. Yani tukisali mawazo yetu huku kichwani kwetu kumejaa mambo mengi, hatuwezi kusali tukatulia. Hata kama kazi yako ni kuinua mikono ya wengine, na wewe hiyo ni kazi pia. Kuna wengine tuko hapa kanisani, tunawasaidia wengine kuinua mikono watuombee ili tufanikiwe. Kweli si kweli? Lakini hiyo ni kazi. Usiache kwenda kanisani ukasema mimi ni mdhambi. Nilikuwa na wahubiria waumini kule kwetu Afrika. Unajua kule Afrika kama hujafunga ndoa huwezi kupokea ekaristi. Kweli si kweli? If you have not contracted marriage, you cannot receive the Eucharist. Sasa wakaniambia, we cannot go to church because we have not contracted marriage, because we are not going to receive the Eucharist. And I told them, you can go there to raise our hands. Nyinyi ni wadhambi ndio, lakini mtusaidie sasa kupandisha mikono yetu tuwaombe. Kwa hiyo hata kama ni mdhambi usiache kwenda kanisani. Sawa Hata kama unajiona ni mimi ni mdhambi, nimetenda madhambi jana. Yani jana nilikuwa nimetenda dhambi mimi suzubutu. Nenda kasaidie watu wengine kuinua mikono yao na hizo baraka zitakuja pia kwako. Kwa hiyo kuna mmoja aliniambia kwamba huyu anakujaje kanisani? Anakujaje, huyu ni mdhambi sana father. Is a sinner. Hata kama ni mdhambi anakuja kutusaidia kunyanyua hii mikono hii inakuwa mizito. Anatunyanyulia, tunaomba na zile dhambi zake kwa heri. Ndio maana anakuambia walivyomsaidia kunyanyua Musa mikono,
Waisraeli walishinda, maana yake walipata baraka. Wale Waisraeli dhambi zao zilisamehewa, japokuwa walikuwa wadhambi. Wakamtuma Haruni na Huri, nenda ukanyanyue mikono, dhambi zao zili. Tusali daima, hata kama ni mdhambi, saidia wengine kusali. Hata kuwa nao tu inakusaidia kusali. Tumombe Mwenyezi Mungu tunapofundishwa juu ya sala, ili sala ziwe kielelezo chetu. Jesus in the gospel is inviting us to persevere. You have to persevere in prayer. Even if you are a sinner, we are invited to persevere in prayer. But at the end of the gospel, Jesus is giving us a question. He's asking us a question. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Hilo ni swali tunatakiwa tulitafakari. Ataikuta imani? Tumeambiwa tusali daima. Je, atakaporudi atatukuta tukiwa tunasali? Yesu atakapokuja atakukuta unasali au atakukuta wapi? Wengine wetu atatukuta beach labda. Wengine wetu atatukuta, hatujui atatukuta wapi. Mimi sijui atanikuta wapi. Atakapokuja ni lini haujui. Atakukuta wapi? Yeye anatuliza ataikuta imani. Basi tusali daima. Brothers and sisters, also today we are celebrating the Mission Sunday, the World Mission Sunday. And the World Mission Sunday is to pray for the missions of the church. Na sisi tushiriki katika utume wa kanisa. We are invited to participate in the mission of the church. How? Through prayer, through your sacrifices, through works of charity, through helping others, through living a good life. That is the World Mission Sunday. Na tusifikiri kwamba umisionari lazima nitoke hapa nikahubiri kule Kenya, nikahubiri kule Tanzania, nikahubiri kule Uganda ndio mission. Hata hapa tunahitaji kufanya umisionari. We need also to do our mission even here, to help the works of the church. Kwa mfano kuna siku mnakuja hapa labda Jumamosi mnafanya usafi, ni utume pia, ni umisionari, kujitolea. To offer your time for the service of the church. Labda umekuja unadeki ili kanisa, unadifagia. That's the mission also. Charity begins at home. Kwa hiyo tunapoadhimisha hii Jumapili ya umisionari, tuanze pia umisionari kati yetu. Wako wenzetu ambao pia hawaji kushiriki na sisi kwenye ibada. Je, kama rafiki yako, you have your friend, na hujamuona hapa kanisani leo, hivi unamuuliza, hey, imekuwaje leo Jumapili mbona hatujakuona? Unasema itawezekana inawezekana mambo tu yamemwenda. Kuna Jumapili mbili nilikuja, nikaja Jumapili mbili, yule mama nani alikuwa anaitwa, ni Magdalena au nani, alikuwa anakaa hapa. Sasa mimi kama simuoni Jumapili ya kwanza ya pili, nikasema huyu mama ameenda wapi? Nikaenda nikampigia simu, akaniambia mimi leo nimesali Worcester. Nikasema asante Yesu. Mimi nilikuwa nafikiri labda ameshahama dini. Kumbe amesali pengine. So, huo ni umisionari pia, kuuliza mwenzako yuko wapi. Where is your brother? Where is your sister? Hello, I have not seen you in the church today. Ni umisionari. Tumuombe Mwenyezi Mungu, tunapoadhimisha hii Jumapili ya umisioni, sisi pia tuwe wa misionari wa kwanza. Na umisionari ukifanya hivyo ni sala pia. Huko ni kusali bila kuchoka, kuulizia maisha ya mwenzako. Mungu atubariki
katika mwaka huu wa 2025, jubilee ya matumaini. Tuwe na matumaini ya kweli katika kusaidiana, ili sisi kama wamisionari tuendelee kusonga mbele na one day tuweze kufika mbinguni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Brothers and sisters, let us stand and confess our Christian faith. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubia pia kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake utakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa Roho mmoja takatifu Katoliki la mitume, na ungama batizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima milele ijayo. Amen. Today, Jesus has reminded us about the power of prayer and praying without losing heart. As we celebrate the Mission Sunday today, we pray for the church, we pray for all people as we offer our prayers and petition. Prayer for the church and the church leaders. Prayer for the church. Heavenly Father, we come before you this day with hearts full of gratitude for the church that you have provided for us, Almighty Father. Lord, we come before you, strengthen our faith as a unity, that we come and worship you as one congregation and preach about the Gospels. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Pray for our church leaders. Almighty Father, we come before you this day. I want to thank you for the wonderful gift of life, Almighty Father. We pray for the clergy, the pastors, and all spiritual leaders, that you may give them integrity and grant them wisdom so that they may give us the gospel and preach with unity. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. A prayer for the community. I pray that God may bless all of us, maintain local businesses, and inspire us to be good neighbors to each other, supporting each other in time of need and celebrating moments of joy. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For Pope Leo, on this World Mission Day, may he be supported in his work as chief missionary, as he guides and supports missionaries throughout the world. May he continue to call the church to perseverance in prayer for world peace. Lord, hear our prayer. A prayer for the youth. O Heavenly Father, may you put your hands over the hearts of our youth. May they not let the darkness and the dirtiness of the world tint their hearts.
but let the blessings and the glory of your creations bless them. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. O Lord, we pray that you will give the youth opportunities to dream big. May their dreams on their futures be fulfilled with joy, and may you grant them the strength to push forward with their dreams. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. A prayer for parents. Heavenly Father, we thank you for all the parents. We thank you for the gift of children. And we pray that you're going to guide us to be able to guide them in your way. We pray that we'll be able to bring them to church. We pray that we are going to provide for them the direction that you've given us so that we can guide them in the ways that you've taught us. We pray that you're going to help us to, you provide for us so that we can also provide for them. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We also commit our country unto your hands, and we pray, Lord, as we mourn the loss of Raila, that God, you are going to remember all those young men and women, and then the desperation and all the chaos that are going on, that you're going to remember Kenya, and that, God, you're going to give our leaders guidance and the knowledge to be able to guide our country well. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We also pray for Paul Waweru, the father to Father Simon Gujuna, who is our chaplain, the chaplain of this community, so that God may grant him a power of healing, and he may recover and return back to his daily activity. We pray to the Lord. We pray also for our deceased brothers and sisters who have gone forth before us. We are asking you, Almighty God, to give them the place of eternal rest in heaven. We pray to the Lord. Mungu Baba mwema, tunapoadhimisha Jumapili hii unayotufundisha juu ya sala, na tunapoadhimisha Jumapili hii kwa kuombea umisioni katika kanisa, tunakuomba usikilize hizi sala zetu tunazotolea, na utujalie kadiri tunavyokuomba, kwa jina la huyo Kristo Bwana wetu. Pilgrims of Hope. Together in prayer. So just a quick announcement that today we'll have a second collection in support of the Mission Sunday. Our offertory has been low for the last few months, so please donate generously. Thank you. Nitakwenda mimi mwenyewe
alituamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akimshukuru na kubariki akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe aliyejaa wokovu, pamoja na kuwa kwa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunamtolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ametaka kutuliza kwa sadaka ya kifo chake, kutujalie sisi tunaotoa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza utukufu wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenyewe mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na Mtakatifu Robert, somo kwa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyo aliyekuwa na mpatanisho wetu, aliyeta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, na askofu wetu Richard, pamoja na maaskofu wote wa Leo, watu wote wanaofanya kuwa taifa lako, na pia tunapokuomba nguvu ya uponyaji kwa huyu ndugu yetu Pauli wa wewe. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Ee Baba Mtakatifu, mtakatifu, kwa huruma yako kusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushirikishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo mwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Heshima yote na utukufu, nipe
Amani
Bwana, tunakuomba utujalie ili kwa njia ya kushiriki mara nyingi mafumbo haya ya mbinguni tuweze kupata msaada wa riziki za duniani na ufahamu wa wema wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu ni mwema na kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. My name's Robert and I'll be making the announcements today. Today is October 19th, the 29th Sunday in ordinary time and also Mission Sunday. I'd like to thank Father, choir, and the youth for animating Mass today. We'd like to welcome visitors who are joining us for the first time. Kama wewe ni mgeni umetutembelea kwa mara yako ya kwanza, tafadhali simama, salimie, tuambie umetoka pande gani. Any visitors? Karibu. Yeah, thank you. It's okay. Thank you. My name is Paul Gumbe. As Beatrice has said, Beatrice, my wife, we are from Emirates, from Kenya. And here we have our Andre, Monica, Angel. Thank you. Hi. Hello, my name is Jaden. Thank you. Tuwakaribishe. Wabarikiwe, 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 iwe sana. Wabarikiwe, 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 wabarikiwe sana. Waambie, 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 Bwana Yesu anawapenda na sisi twawapenda. Karibuni sana, and we invite you to join us for a cup of tea downstairs after Mass. Swahili Mass is every first, second, third, and fifth Sunday at 12:30 p.m. Or as scheduled by the parish. And we also have 10 a.m. Mass in English here at church. Please use Cash App provided to make your Shepherd Pass contribution. Look for the hashtag KCCF Boston with the Kenyan logo on it to make sure you're sending your funds to the right place. We have some announcements from the youth. The next Senior Youth Bible Study will be hosted by Kai on November 7th at 6 p.m. All the youth aged 12 years to 18 years old are invited for an ice skating outing on Friday, October 24th from 6 p.m. You must register with Alexas today if you would like to attend. We need at least 4 parents, volunteers as chaperones. Please let Esther know if you are available. I believe you can do that today, if possible. The preparation for Christmas carols has begun. The songs and music to be performed will be shared in church forums
so that children can participate. Please encourage all children to learn the songs. On a special, I would like to thank those who came yesterday to clear the bushes. And if you walk outside, you can just look the work that has been going on from the outside. And we encourage, if you can spend just a few minutes of your time when we are invited to do so, it would be really appreciated. Father told us this is our home, and if we can make it a home that looks beautiful, I know it will be appreciated. When we did the first part, Father came and said he had not seen that gas tank for over 15 years. And you can tell when we cleared how it looked like. So please, if you are available, please volunteer a few minutes of your time. The next cleanup will be Saturday, November 1st, and we'll start at 9 a.m. After we are done with the inside, they requested if we can help clean up the heat register up at Kanisani. Again, they said it's been like over 30 years since that was cleaned. So please, let's volunteer. We'll let you know the date of doing the cleanup here at church. A few weeks ago, we requested if you have lost a loved one for the last 1 year, please provide us with the photos and the names. That way, they can be celebrated and putting the pictures on the walls. The deadline for that is tomorrow. So if you don't have those pictures to me by tomorrow, then chances are they might not make it to further for printing. So please, I've already received 3. If you'd love to, please let me know by sending the picture of your loved one and their dates. Next Sunday, October 26th, Mass will be at 10 a.m. We'll have combined Mass. And on November 2nd, Mass will be animated by St. Anthony of Padua. So this coming Sunday will be a combined Mass at 10. And then November 2nd, Mass will be animated by St. Anthony of Padua. One more announcement. I know most of us have seen a message going around about one of our Kenyan friends, ambaye ameshikwa na ICE. There is a forum that have been created to help him. So please, if you see that message, jiunge, let us support one of our Kenyans mwenye ameshikwa. We live as a community. We are here to support one another. Please, please, please. Ukipata your message, let us join. If you don't have the link, see me, and I'll connect you. God is good, and all the times. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you, and have a blessed week. Please stand and receive the blessing. Bwana awe nanyi. Mwenyezi Mungu awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Misa imekwisha. Sasa mnatumwa kwenda kuhubiri Injili.